Imagine umekaa na mke wako, ghafla tu anakuambia kuwa inatakiwa uoe mke wa pili. We kama mwanaume utachukua hatua gani? Haya bwana, karibu katika recap ya leo uone ni nini kilimkuta tajiri huyu baada ya mkewe kumwambia aoe mke wa pili. Sasa picha inaanza tukiona wanandoa wawili, jamaa anaitwa Mark huku mke wake akiitwa April. Wawili hawa wameishi pamoja kwa muda mrefu sana, lakini hawakuwahi kupata mtoto. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa April. Jamaa akaja na surprise za kutosha tu, lakini bidada akanuna vibaya mno. Kisha akamkabidhi Mark majibu ya vipimo kutoka hospitali. Mark akatazama huku akiwa amechanganyikiwa. April, hii ni nini? Mbona sielewi kabisa? April akamwangalia huku machozi yakimtoka. Mark, mimi ninakufa. Jamaa akashtuka vibaya mno. Mark anakumbuka kwamba siku chache zilizopita mkewe alikuwa akilalamika kuhusu maumivu ya kichwa na alikuwa akidhani ni stress za kawaida tu, lakini April akatikisa kichwa kisha akasema, maumivu yale sasa yamejulikana chanzo chake, nina uvimbe kwenye ubongo. Maneno hayo yalimshtua sana Mark. Mark akasema lazima utafute hospitali nyingine kwa ajili ya uchunguzi mpya, lakini April akamweleza kuwa tayari ameshafanya vipimo hospitali tofauti na majibu yote ni yale yale. Akasema kuwa kansa hiyo tayari imefika hatua mbaya sana na madaktari wamempa takriban mwaka mmoja tu wa kuishi, baada ya hapo atakufa. Mark akachanganyikiwa kabisa. Hapana, tutapambana, tutatafuta njia nyingine. Tumewahi kushinda matatizo mengi tukiwa pamoja. Lakini April akamshika mkono taratibu. Mark, hakuna tena cha kupingana nacho. Madaktari wamesema upasuaji hauwezekani. Hivyo sitaki kutumia muda wangu uliobaki kupinga ukweli ambao tayari umeshaamuliwa. Badala yake, nina ombi moja na la mwisho. Mark akakaa makini kusikiliza ombi hilo. Mark, nataka uoe mke wa pili. Jamaa akashtuka sana. Unamaanisha nini? Hilo haliwezekani hata kidogo. Sikia Mark, naona maisha yangu yanaelekea mwisho na jambo pekee ninalojutia ni kushindwa kukupatia mtoto. Mark hakutaka hata kusikia habari hizo, akamwambia kuwa jambo muhimu hivi sasa ni afya yake na si mtoto. Lakini April akubadilisha msimamo wake, akasitiza kwamba anataka mume wake awe na mtoto hata kama yeye akipoteza maisha, basi Mark hatobaki mpweke duniani. Baada ya Mark kubisha, April akapendekeza njia nyingine. Badala ya kuoa mke mpya, basi watumie surrogate, yani mwanamke mwingine abebe ujauzito kwa ajili yao kupitia mayai ya April. Mark akaona angalau hilo linawezekana, lakini April akaweka sharti kuwa hataki mwanamke wa mjini, anataka msichana kutoka kijijini kwao, mtu ambaye wanaweza kumwamini kabisa. Sasa picha inatutupa mpaka kijijini. Huko tunaona wanawake wawili, hawa ni marafiki. Mmoja anaitwa Hana, mwingine anaitwa Effie. Huyo Hana ni mlokole, yani umwambii chochote kuhusu kanisa. Rafiki yake Effie ana ndoto kubwa ya kuolewa na mwanaume tajiri kutoka Ulaya, lakini Hana yeye ni tofauti. Anachotamani ni mwanaume mwenye moyo mzuri, anayejali, yani si lazima awe tajiri. Pamoja na hayo yote, Hana anaishi maisha ya kimaskini sana. Sasa wakiwa njiani bwana, kuna gari likapita kwa kasi na kuwamwagia maji. Hana akakasirika vibaya mno. Kama hujui kuendesha gari basi kuna tatizo kubwa sana kwako. Kabla hajamaliza kulalamika, dereva lile gari akasimamisha gari kisha akashuka ili kuzungumza nao. Jamaa huyo si mwingine bali ni Mark, na amekuja hapa kijijini kutafuta mwanamke ambaye atabeba mimba kwa ajili ya mkewe. Hivyo ni dereva kweli? Unaendesha kama huna macho? Mark akaomba msamaha kisha akapa bulungutu la fedha kama fidia kuchafua nguo zao, lakini Hana hakupendezwa hata kidogo. Pesa si suluhisho la kila kitu, siwezi kupokea pesa zako. Kisha akaondoka, lakini Effie akaona usinitanie we, akaamua kuzipokea zile pesa. Mambo kama haya hutokea bwana. Vipi nikupe namba yangu? Hapana, mimi nimeoa. Oh, umeoa? Sawa. Hauna rafiki yoyote huko mjini? Hapana, wote wameoa. Oh, sawa. Mimi naondoka. Bidada akajichenga, lakini kumbe huwa hukuwa mwisho kukutana kwao bwana. Kesho yake Mark akakutana tena na Hana. Mambo? Ni wewe tena? Safari hii naahidi sitokumwagia maji. Kwa hiyo mimi nikusaidieje? Kisha bidada akaondoka. Mark akaamua kushuka ndani ya gari na kumfuata. Sikia, mimi sina nia mbaya, nataka nikupe lift tu. Kwani unaelekea wapi? Naelekea kwa rafiki yangu, tunafanya kazi pamoja. Oh, mnafanya biashara gani? Tunauza tu maandazi. Basi sawa, nakuomba uingie ndani ya gari tuondoke pamoja. Analisita kidogo, lakini mwisho akakubali. Wakiwa njiani wakaanza kuzungumza mambo tofauti. Mark akafahamu kwamba Hana anaishi kwa biashara yake ndogo ya kutengeneza mandazi, huku rafiki yake Effie akiuza bagia. Ingawa biashara hiyo ndiyo inayowasaidia kuishi, Hana anakiri kwamba ndoto yake ilikuwa kuendelea na masomo. Alifanya vizuri sana shuleni, lakini umaskini ulimlazimisha kuishia njiani. Mark akavutiwa sana na akili yake, akamwambia asiache kabisa kuamini ndoto zake. Sasa baada ya Mark kumfikisha Hana kwa rafiki yake, jamaa kutaka kuondoka haraka. Alikuwa na jambo muhimu sana la kumweleza Hana. Kwa kuwa rafiki yake Hana kuwepo nyumbani, basi wakakaa katika benchi huku wakimsubiri. Mark akamwambia Hana kwamba yeye ameoa na anampenda sana mke wake. Tatizo kubwa ni kwamba kwa miaka mingi
mingi wamekuwa wakihangaika kupata mtoto bila mafanikio. Hivyo mke wake kapendekeza watafute mwanamke mwingine ambaye atawabebea ujauzito. Hana akashtuka kidogo, kisha Mark akataja kiasi cha pesa walichokuwa tayari kulipa. Akamwambia kuwa wako tayari kutoa kati ya milioni 10 mpaka milioni 15 za naira, yani ni kama milioni 30 za kibongo hivi. Mbali na pesa hizo, watagharamia chakula, malazi pamoja na matumizi yote mpaka mtoto atakapozaliwa. Hana alishtuka, kiasi hicho cha pesa kilikuwa ni kikubwa sana kwake, lakini hata hivyo akakataa. Akasema, mwili wangu ni hekalu la Mungu na mume wangu ajaye, siwezi kukubali kufanya jambo kama hilo. Mark kumlazimisha, akamshukuru kwa muda wake, kisha akampatia kadi ya mawasiliano, akamwambia kama atabadili mawazo yake basi amtafute, kisha akaondoka. Baadaye Hana alipokutana na rafiki yake akamweleza kila kitu kilichotokea. Yaani unakataa pesa zote zile? Hana, kweli? Hana akamjibu ndiyo. Hivi unajua kwamba pesa kama hiyo inaweza kubadili maisha yako kabisa? Lakini Hana bado aliendelea kusimamia msimamo wake ule ule. Akahisi huenda yule tajiri alikuwa na mipango ya kumtoa kafara. Rafiki yake akamcheka tu, akamwambia kwamba si kila tajiri ni mshirikina. Sasa huko nyumbani Hana huwa anaishi na mama yake pamoja na babake wa kambo. Balaa zaidi ni kwamba mwanaume huyu ana tabia za kumpiga mke wake kila siku. Hana hapendi kuona mama yake akiteseka namna hii. Akamwambia, mama, kwani tusiondoke hapa? Hakuna sababu ya kuendelea kuishi na mtu wa namna hii. Lakini mama yake hakukubaliana naye, akamwambia maisha ni magumu sana, anaamini afadhali kuwa na mwanaume mgomvi kuliko kuishi bila mume. Hana akabaki hana la kufanya zaidi ya kumwonea huruma tu mama yake. Si hivyo tu, mara kwa mara baba huyo amekuwa akimsumbua Hana nyakati za usiku, huko akitaka kulala naye. Pia akawa anamwahidi kumpatia chochote anachotaka. Kiufupi maisha ya Hana ni kitendawili kizito sana. Baada ya tukio hilo, Hana akamweleza Efi kila kitu kilichotokea. Efi akamshauri ahamie kwake kwa muda ili awe salama, lakini Hana akakataa, kwani hawezi kumwacha mama yake peke yake. Sasa baada ya biashara zao, mida jioni, wakati Hana akirudi nyumbani, akaona wageni wakizungumza na mama yake. Hapo alikuwepo Mark pamoja na mwanamke mmoja hivi ambaye yeye ni kiongozi wa kanisa. Sasa wakamwambia mama yake Hana kuhusu mpango wao kumpata mwanamke ambaye atabeba ujauzito kwa ajili ya mke wake Mark. Pia wakamweleza kuhusu kiasi kikubwa cha pesa ambacho binti yake atalipwa. Baada ya wao kuondoka, Hana akamfuata mamake na kumuuliza, wageni hao wamefuata nini hapa? Mama akamwambia kwamba hawa wageni wamekufuata wewe. Wanataka nini mama? Mama akamwambia kwamba jamaa ametoa ofa milioni 30 kwa mwanamke ambaye atabeba ujauzito kwa ajili ya mkewe. Nilishasema sitaki. Lakini mama akaamua kumlazimisha, kwani anaamini pesa hizo zitabadilisha kabisa maisha yao na kuondoa kwenye umaskini milele. Hana akakataa tena. Mama, mimi simwamini huyu mwanaume. Mama akasema kama anataka kumwona akiendelea kuteseka namna hii, basi akatae ofa hiyo. Oya, bidada akadata kabisa. Mwisho wa siku Hana akaamua kumpigia Mark simu akimwomba akutane kwa mara nyingine. Kweli bana, wakakutana wakiwa ndani ya gari. Mark akamwambia wazi kwamba kama hajisikii kufanya jambo hilo hakuna mtu anayemlazimisha. Hana akamwambia kwamba yeye amekubali kwa sababu Mark alienda kwao kupitia mama yake. Mark akaomba msamaha, akamwambia hakujua kabisa kwamba yule ndo mama yake Hana. Kwake ilikuwa ni kama muujiza tu. Baada ya safari fupi, hatimaye kafika kwenye jumba la kifahari la Mark. Hana akashuka taratibu, huku macho yake akiwa hayaamini anachokiona. Maisha ya aina hii hajawahi kuyaona hata siku moja. Basi bwana, moja kwa moja wakazama ndani ya nyumba. Bidada akabaki kushangaa tu. Hapo akatambua kwamba mwanaume ambaye amekuwa akibishana naye siku zote ni tajiri mkubwa namna hii. Basi Mark akaelekea moja kwa moja katika chumba cha mke wake April. April alikuwa analia sana kabla ya kukutana na msichana ambaye atambeba mtoto wake. Mark akamfariji taratibu huku akishuhudia machozi yakimdondoka mkewe. Kama bado hujawa tayari tunaweza kuahirisha. Lakini April akatikisa kichwa kisha akasema, maisha yangu yote nimekuwa na wewe tu. Sije kuishia mume wangu na mwanamke mwingine. Leo amekuja msichana ambaye atakupa kitu ambacho mimi nilishindwa kukupatia. Atabeba mtoto wetu. Lakini mimi sitakuwa hai wala sitomwona mtoto huyo. Mark hakuona la kufanya zaidi ya kumkumbatia tu. Wakati huo Hana bado anazunguka ndani ya jumba lile huku akivutiwa na kila kitu. Akajinong'oneza mwenyewe, kumbe Efi alikuwa hasemi uongo. Kweli watu wanaishi maisha kama haya. Ghafla Mark akafika. Hana akauliza, huyu ni mkeo? Ndiyo. Ni mrembo? Mimi na bahati. Kisha akampeleka kwenye chumba alichoandaliwa, akamwambia akaoge na kubadilisha nguo kabla ya kula chakula cha jioni. Muda si mrefu wote wakakutana mezani kwa ajili ya dina. Kabla hawajaanza kula, bidada akaanza kushusha maombi pale. Mungu, bariki mikono iliyopika chakula hiki, bariki mikono iliyotafuta pesa kwa ajili ya chakula hiki, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Baada ya dakika chache, April akaingia kwenye dining room. Hana akasimama haraka kwa uoga. Habari za jioni mama. April akatabasamu tu. Tafadhali usinite mama, nite April.
Hana akashangaa kuona jinsi mwanamke huyo alivyo mpole na mwenye upendo. April akatambua kwamba Hana hajawahi kula kwenye mazingira ya kifahari kama yale, hivyo akamfundisha namna ya kutumia uma na kisu. Kisha akauliza swali ambalo limekuwa likimsumbua tangu mwanzo. Niambie ukweli, kwa nini ulikubali kufanya jambo hili? Hana akavuta pumzi kisha akamweleza kila kitu. Huko nyumbani nimepitia mateso mengi sana. Pesa mnazonipa zitanisaidia mimi na mamangu kuanzisha maisha mapya. April akafurahishwa sana na majibu yake, kisha akampatia utaratibu wote mpaka kufikia kubeba mtoto huyo. Kwanza watafanya vipimo vyote vya hospitali, vikikamilika vizuri atapokea malipo ya kwanza, ndipo endelee na hatua zinazofuata. Baada ya kukutana na April, mtazamo wa Hana ukaanza kubadilika kabisa. Kabla hajafika alikuwa na mashaka mengi kuhusu mpango huu, lakini baada ya kuona jinsi April ilivyo mtu mwema na mwenye huruma, akahisi kuwa amefanya uamuzi sahihi. Kesho yake asubuhi na mapema, Hana akaanza kumwagilia maua huku akicheza mziki. Ghafla Mark akamuona, akatabasamu tu. Kucheza ni mazoezi mazuri, lakini bahati mbaya hicho kipaji huna. Hana akaanza kucheka. Hata rafiki yangu uniambia hivyo. Kwa hiyo taratibu mazoea yakaanza kati ya Mark pamoja na Hana. Hata hivyo Mark akamzuia Hana asiendelee kufanya usafi. Wewe ni mgeni wetu, wapo watu wanaofanya kazi hizi. Hana akamweleza kwamba hajazoea kukaa tu bila kufanya chochote. Anyway, kesho yake asubuhi April akamwambia Hana ajiandae kwenda hospitali kwa ajili ya vipimo vya kwanza, hivyo akamwomba badili mavazi yake. Vipimo vikaenda vizuri tu unaambiwa, na baada ya vipimo wakaenda shopping, kwa sababu nguo alizobadili na alizovaa hivi sasa mambo yalikuwa ni yale yale tu. Basi akamkumbatia April na kumshukuru kwa kila kitu anachomfanyia. April akatabasamu tu. Usinishukuru mimi, mshukuru Mark, fedha zote hizi ni zake. Lakini ghafla April akaanza kuhisi kizunguzungu. Ugonjwa ukaanza kumdhoofisha taratibu. Hii inamaanisha kwamba amebakiza siku chache tu za kuishi. Hata hivyo siri hii hataki Hana aweze kuifahamu. Wakati Mark amekaa sebuleni, ghafla pisi ya kijiji ikafika. Oya, leo kapendeza so kitoto. Sio vizuri kila muda anakaa ndani tu. Kwa akae chini wapige story kidogo. Bidada akamshukuru baada ya kununuliwa nguo mpya. Kisha Mark akamwomba account number ili atume malipo ya kwanza kama walivyokubaliana. Hana akaomba pesa zote ziende moja kwa moja katika account ya mama yake. Akamweleza kwamba mama yake anahitaji kuhama kwenye mazingira mabaya aliyoishi kwa muda mrefu. Mark akumuuliza swali lolote, akaheshimu uamuzi wake. Siku zikaendelea kupita, hatimaye wakaenda kupandikiza ujauzito kwa daktari baada ya vipimo vyote kufanikiwa. Baada ya siku mbili, April akataka kuthibitisha kama kweli kiumbe kimefanikiwa kukaa katika tumbo la Hana. Wezi amini, jaribio la kwanza lilishindikana. April aliumia sana, yeye na mumeo wamekosa mtoto kwa muda mrefu, sasa njia hii imeshindikana pia. Baada ya majaribio ya mara kwa mara na kushindikana, bidada alilia sana. Niambie Mark, tatizo liko kwangu. Kwa nini hata mayai yangu yanakataa kubeba mtoto? Mark akamkumbatia. Hakuna tatizo lolote lililoko kwako, wewe ni mwanamke mkamilifu. Lakini maumivu ya April yalikuwa ni makubwa mno. Huku akiendelea kulia, akamwambia Mark jambo ambalo linamshangaza kabisa. Mark, kama mambo hayatafanikiwa tafadhali naomba umuoe Hana. Mark akabaki ameduaa. Tafadhali usiseme hivyo, lakini April akasisitiza. Hana bado ni mdogo, ni mzuri, ana moyo wa kipekee. Ukianza maisha upya, bado unaweza kuwa na familia. Mark akakataa kabisa kusikia maneno hayo. Siwezi kuwa mwanamke mwingine. Siku chache baadaye, Hana akagundua kwamba Mark na April wamekuwa kimya na wanampuuza kila wakati. Akahisi labda uwepo wake unaongeza maumivu ndani ya nyumba, hivyo akaomba ruhusa arudi kijijini mwishoni mwa wiki. Mark akakubali, lakini wakati bidada anajiandaa kwa ajili ya safari, April akaingia chumbani kwa Hana, akamwomba asiondoke kwanza, kwani hata yeye pia ana safari ya kikazi na hataki kumwona mumeo akibaki mpweke. Kisha akafichua siri aliyokuwa ameificha kwa muda mrefu. Akamwambia Hana kwamba mimi ninakufa. Hana akashtuka sana. Bidada akaendelea kwa kusema, nina uvimbe kwenye ubongo na madaktari wamenipatia chini ya mwaka mmoja tu wa kuishi. Kila jambo ninalolifanya hivi sasa ni maandalizi ya siku ambayo sitakuwepo tena. Baada ya kusikia hivyo, Hana akaahirisha safari yake na akamwahidi kwamba ataendelea kubaki hapa kwa muda wote ambao April atamhitaji. Hatimaye siku ya safari ikawa imefika, hivyo April ataondoka na kumwacha Hana akiwa na mumewe tu. Usiku unapofika, Mark alikuwa na mawazo mengi sana, kwa hiyo akakaa peke yake huku akinywa pombe tu. Hana akawa kaandaa chakula kwa ajili yake, lakini mpaka sasa jamaa hajatokea mezani. Baada ya kukaa kwa muda mrefu bila kumwona Mark, bidada akaamua kumfuata chumbani kwake. Bosi, chakula kiko tayari. Wakati bidada anataka tu kuondoka, Mark akamzuia. Tafadhali, naomba unipe kampani. Lakini chakula kitapoa. Usijali, tutakipasha tu. Hana akakubali. Kisha bosi akavuta glasi, akamwambia leo inapaswa tunywe pamoja. Mimi ni mlokole. Jamaa akambembeleza anywe kidogo tu, kwa binti akakubali. Stories zikaanza kupigwa pale. Kwa mara ya kwanza Mark akamweleza Hana jinsi ambavyo anampenda April.
Hakuwa tu mke wake, alikuwa ni mpenzi wake wa kwanza na mwanamke wa kwanza katika kila kitu. Hivi anaumia sana kumwona mwanamke anayempenda akifa taratibu mbele ya macho yake. Hana akamwambia kwamba kila mtu duniani ana matatizo yake, hata yeye pia. Pesa zote alizolipwa na Mark amezituma kwa mama yake, lakini anahisi kuwa mama ametapeliwa na yule mume wake, yani babake wa kambo. Yeye alikubali kufanya haya yote ili kubadilisha maisha ya mama yake, lakini mwisho wa siku mama yake katapeliwa. Kwa ana mawazo mengi sana leo. Kutokana na mawazo alionayo, bidada akajikuta naye anakunywa pombe kidogo, kutoka glasi moja sasa zikawa 2. Mwisho wa siku akahamia kitandani kabisa. Stori zikaendelea. Sasa wakati ananyanyuka ili aende chumbani kwake, nguvu zikamwisha na akadondoka chini. Jamaa akamdaka na kumchapa bonge la busu. Ukisikia mbuzi kafia kwa muuza supu ndo leo bwana. Binti anapokuja kushtuka asubuhi akaangalia chini. Oho, kumbe tunda limeshaliwa bwana. Mungu wangu, nimefanya nini? Akakimbia haraka kuelekea chumbani kwake. Hana kuamini kwamba amemsaliti mwanamke ambaye alimkaribisha nyumbani kwake kwa moyo wake wote. Kuanzia siku hiyo wakawa wanapishana tu bila kuzungumza, aibu kama zote unaambiwa. Anyway, baada ya siku chache hatimaye April akarudi nyumbani, akamkuta Hana akiwa mwenye furaha kuliko kawaida. Hana akamkaribisha kwa bashasha. Hata hivyo, viaibu vilikuwa wazi katika macho ya Hana, kwa akawa anajitahidi kuonekana kawaida, japokuwa ukweli ni kwamba tukio alilolifanya yeye na Mark lilikuwa linautesa moyo wake. Muda wa chakula unapofika, April akagundua kuwa kuna jambo haliko sawa. Nyumba nzima ilikuwa kimya isivyo kawaida. Mark hakuwa anaongea kabisa. Hana naye alishindwa kumtazama usoni. April akawa anawatazama wote wawili, kisha akauliza, au ni mimi tu ndo naona hivi? Mbona kama siwaelewi hivi? Kuna kitu kilitokea nilipokuwa sipo Mark na Hana wakajibu haraka, hapana, hakuna chochote. Lakini kimya uliotanda mezani ulikuwa unasema kitu tofauti kabisa. Baadaye April akamfuata Hana akiwa peke yake. Kwa upole akamuuliza, Hana, kuna jambo nimekukosea? Hana katikisa kichwa haraka, hapana April, nina matatizo nyumbani kwetu tu. Akaamua kumdanganya ili asije kuharibu kila kitu. Sasa mida fulani vya usiku, wakati Mwamba anachukua maji, ghafla Hana akatokea, ila anataka kukimbia. Jamaa akamzuia, hatuwezi kuendelea kukwepana hivi. Lakini Hana akamkumbusha kwamba kile kilichotokea kilikuwa ni kosa la ulevi tu. Lakini Mark akamwambia kwamba toka tukio lile litokee, kila asubuhi naamka nikiwa na kuwaza wewe tu. Kila wakati natamani tuwe pamoja, sielewi ni nini kinachoendelea katika akili yangu. Hana pia akasema, nimejitahidi kupambana na hisia hizi, lakini nimeshindwa. Jamaa alivyosikia hivyo tu, akamshika na kumchapa busu kwa mara nyingine. Oho, sijui itakuwaje ndani ya nyumba. Kesho yake asubuhi, April akaingia chumbani kwa Hana, lakini hakumkuta. Kwa akaanza kumtafuta kila kona. Kumbe bidada baada ya kuona kwamba mambo yamekuwa mengi, akaamua kurudi kijijini ili asije kuharibu ndoa ya April. Alipofika kijijini, moja kwa moja akaenda kwa rafiki yake Effie. Effie akamuuliza maswali mengi. Mbona katoka mjini na kurudi tena kijijini? Hapo bidada akashindwa kuficha siri yake. Ikabidi amweleze kwamba amependana na Mark. Kwa hiyo ili mambo yasiwe mengi, akaamua kuondoka. Pia akablock paka namba yake. Na alifanya hivi ili asahau kila kitu. Anyway, wiki chache baadaye Hana akagundua kwamba yeye ni mjamzito. Effie haraka sana akaanza kutafuta suluhisho. Kwanza akamshauri atoe ujauzito huo kabla watu hawajajua, lakini Hana akakataa. Siwezi kumua mtoto wangu. Badala yake Hana akaamua kwamba ataondoka kijijini kabla tumbo lijaanza kuonekana. Effie akamwambia hawezi kubeba mzigo huo peke yake, lazima umwambie Mark. Lakini Hana akakataa tena. Tayari nimeshamletea matatizo ya kutosha, siwezi kumwambia. Sasa tukirudi mjini, April alikuwa akijiandaa, ghafla ujumbe ukaingia katika simu ya Mark. Kwa akachukua simu ile ili kuusoma. Ujumbe umeandikwa kwamba Hana ni mjamzito. Haraka akamuita Mark. Mark, kwa nini Hana anakupa taarifa kuwa yeye ni mjamzito? Kuna namna yoyote kwamba huu ujauzito ni wako? Mwamba kaanza kubobwaja tu. Haikupaswa kutokea. Kwa hiyo umelala naye ndani ya nyumba yangu, kwenye kitanda changu? Kweli Mark? Mark akajaribu kueleza kwamba ilitokea mara moja tu ukiwa umelewa, lakini April hakumwelewa kabisa. Hata hivyo wewe ndio ulisababisha haya. Wewe ndiye uliyemchagua Hana. Ulikuwa unatafuta mtu wa kuchukua nafasi yako. April akabaki kulia tu, maskini ya Mungu. Akakiri kwamba alifanya yote hayo kwa sababu hakutaka Mark aje kuishi maisha kipweke baada ya kufariki, lakini hakuwahi kufikiria kwamba maumivu yangekuwa makubwa namna hii. Mwamba akaamua kumkumbatia tu, kwani hana la kufanya tena. Siku iliyofuata April akashindwa kuvumilia, hivyo akaondoka na kwenda kumtafuta Hana kijijini. Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu, hatimaye April akakutana uso kwa uso na Hana. Hana akaomba msamaha kwa kila kitu kilichotokea. Si mimi niliyemtumia Mark ule ujumbe, ni rafiki yangu, sikutaka ujue ukweli kwa namna hii. April akamsikiliza tu. Hana akaahidi kwamba hatawahi tena kuingilia ndoa yao. Sitowasumbua tena wewe na mume wako. April akatabasamu kwa huzuni. Hana,
unadhani bado kuna nafasi ya kurudisha muda nyuma? Kisha akaweka mkono wake taratibu juu ya tumbo la Hana. Mtoto huyu si wako peke yako, amebeba sehemu ya maisha yangu pia. Hana akainamisha kichwa kwa aibu. Ndipo April akakiri ukweli ambao alikuwa ameuficha kwa muda mrefu. Ni mimi ndiye nilianzisha wazo hili. Mimi ndiye nilikuwa najitafutia mtu wa kuchukua nafasi yangu baada ya kupoteza maisha. Akamweleza kwamba alitaka tu kuhakikisha Mark hatabaki peke yake baada ya kuondoka duniani, lakini kuona kila kitu kikitokea mbele ya macho yake kumemuumiza kuliko alivyowahi kufikiria. Ninamjua mume wangu, namjua vizuri sana. Hajawahi kumtamani mwanamke mwingine mpaka ulipokuja wewe. Kisha akasema jambo ambalo lilimshangaza sana Hana. Wewe unamfaa Mark, na hicho ndicho kitu ambacho kinaniumiza zaidi. Badala ya kumlaumu Hana, April akamwomba warudi nyumbani pamoja. Kisha akamwambia kwamba kama Mungu atampa muda zaidi wa kuishi, basi angependa kumwona mtoto ambaye anakuwa tumboni mwa Hana. Hana hakutegemea kabisa kusamehewa kirahisi namna hiyo. Kwa hiyo wakarudi pamoja nyumbani. Mwamba akabaki kushangaa tu, kisha akamuuliza kama April yuko sawa na maamuzi aliyofanya. April akajibu ndiyo. Maisha yaliendelea kama kawaida, wakawa nakula pamoja, wanasaidiana kazi mbalimbali za ndani, japokuwa Hana alikuwa anahangaika sana kuishi pamoja na watu, akijua kwamba kuna kosa amelitenda yeye na Mark. Baada ya siku kadhaa kupita, afya ya April ikaanza kuwa mbaya tena. Akaamini kwamba kansa imeendelea kusambaa na bado muda mfupi tu atakufa. Hivyo akaamua kwenda hospitali peke yake kwa ajili ya vipimo zaidi. Kweli bwana, daktari akamfanyia vipimo vipya. Sasa majibu yaliyotoka kidogo alimshangaza April. Daktari akasema kwamba April, huna hata kansa ya ubongo. April akabaki ameduaa. Daktari akamweleza kwamba vipimo vya mwanzo vilionyesha kitu kilichofanana na uvimbe kwenye ubongo, lakini baada ya vipimo vipya imebainika kwamba alikuwa na ugonjwa unaitwa sarcoidosis. Ni ugonjwa unaofanana sana na kansa ya ubongo, lakini ugonjwa huu wenyewe unatibika. Hapo April akaanza kutetemeka, maskini ya Mungu. Kwa hiyo sitakufa? Daktari akatabasamu. Hapana, utaishi kama kawaida baada ya matibabu tu. Kwa April habari hii ilikuwa ni nzuri sana, lakini shida inakuja kwa miezi yote iliyopita aliamini amebakiwa na mwaka mmoja tu wa kuishi, na akamlazimisha mume wake kuwa na mwanamke mwingine. Pia akamkaribisha Hana ndani ya nyumba yake, huku akishuhudia ndoa yake ikianza kuvunjika. Yote hayo ni kwa sababu ya ugonjwa asiokuwa nao. April akakimbia kurudi nyumbani haraka sana. Wakati huo Mark alikuwa busy tu akizungumza na mtoto aliyeko tumboni mwa Hana. April akafika chap, akapaki gari yake huku akimuita Mark. Sasa ili anaingia ndani tu akamkuta Mark akimbusu Hana. Maskini aliganda pale pale huku machozi akimtoka. Kisha akaamua kuwa ataondoka katika nyumba hii. Kabla hajaondoka, Mark akaingia chumbani kwake akamuuliza shida nini, mbona kama amepoa sana. Bidada akasema kwamba Mark, mimi sintokufa tena, madaktari walikosea, mimi ni mzima. Mark akafurahi sana na kumwambia kwamba wataanza maisha yao tena, lakini April akasema kuwa kesha chelewa. Nilikuwa busy kujiandaa kufa, nikasahau kwamba Mungu ndiye mpangaji wa kila jambo. Mimi ni mzima sawa, lakini ndoa yangu nimeiharibu. Pia nikamkabidhi mume wangu kwa mwanamke mwingine. Mark akajaribu kumtuliza, akamwambia bado anaweza kurekebisha kila kitu, lakini April akatikisa kichwa tu, kisha akampatia uchaguzi mgumu sana. Mark, lazima uchague kuishi na mimi au Hana. Mwamba akashindwa kujibu chochote kile. Nafikiri ingekuwa wewe ungejibu nini hapa? April akalijua jibu la mumewe kabla hata hajalitamka, hivyo akampiga busu la kumwaga, kisha akaondoka. Mark akaanza kumfuata huku akilita jina lake. April, tafadhali tunaweza kuzungumza. Lakini April alikuwa ameshafanya maamuzi yake, kwa hiyo akaamua kuondoka tu. Wakati huo Hana alikuwa dirishani akichungulia kila kitu kinachoendelea, ashindwe nini afanye. Usifanye maamuzi ya maisha yako yote kwa sababu ya hali unayopitia kwa wakati huo, kwani hali hiyo inaweza isiyo ya kudumu. Matokeo na madhara yaliyotokana na uamuzi wake wa haraka na kukata tamaa ni jambo ambalo alipaswa alikubali na kulibeba mwenyewe. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie hii. Niambie kwenye comment umeionaje picha hii. Mimi ni The Untouchable DJ, asante.